njikite wega ndi mukenu wi ngumona ugociro gucokerera kia kunyitio geni thiini wa tabarira ya mugambo wa murimi ndukenjete kimiti wa gitau na ni ngwiteka guku tucerete gwitagwo Laikipia County na muthenya wa muthe muguthura tucerete ri witagwo Agricam nikuo tukite farm nigetha twaririe maingi megi urithia wa ng'ombe cia iria andu Laikipia ni mugwitikaniria nani ati kurithia ng'ombe cia iria guku kundu kwarite gutiko kundu muthu koguo ni tukwenda kumenya thabari iyo ikoretwo ihana atia no ririkane ati guku ni gukoragwo na challenges okorwo ni ate ya mai ukaigua ihi ona ginya space iria urakiriithia ni ukwenda gukorwo wina thayo uria witikwo wa kurora ng'ombe ciaku no kai tutigicerete turi ikai tucerete hamwe na andu metagwo CIC Insurance wira wao niki ni gutigirira we wita murimi no wahota kurora mahiu maku kana wahota kwigitira mahiu maku kungiokorwo atiri ni mekuhota gukuriha ni tukwenda kumenya atiriri hihi thabari ya Agricam manyitanire atia na CIC Insurance hakiri undu ungi ati ni unjikite wega ndi mukenu ngumona ugociro gucoke na ndugedi kirikariganirwo kirima gitiri haraihu hapa ninagusa mlima iko nini kaituguse mlima ati hingeria ifata ria kwanga kuja kabu tukaone ng'ombe. Jambo. Karibu. Wacha ni hapa nipige kidugu liu. Karibu sana bwana Kemisi. Nzuri sana mko salama? Yes, ndio huyo mimi nimefika. Karibu sana. Asante sana Agricam. Na nimefika. Na wewe salimiana nyumbani unaitwa nani? Mimi naitwa James Njero. Yes, I'm the farm manager Agricam. Asante na wewe? Kwa maretwa. Itago Martin Kafue. Niguo. Murigiti wa mahio. Ani ndogamereire Agricam Limited. Yes. Gogo goko riu twi Agricam. Wiro riu hati rutanganja twi haha riu na twi hamwe naye riu ani umegututwara thabari no tiguo. So tuanze tuingie huko. Anajua ni tukuirwo horo wa haha. Twendeni. Jambo ndugu. Uko salama? Kabisa usio ni mundu wa huko. Na ndio hawa. Madovu, mang'ombe mazuri Sasa nataka kwanza ufanye namna hii. Salimiana nyumbani. Mimi naitwa James Njero. Natoka Tharaka Nithi County. Nasalimia bibi na watoto wakiwa nyumbani. Yes, hapa tuko ni Kalalo, area ya Laikipia County ambao tunafanya ukulima wa ng'ombe. Yes, hii farm inaitwa Agricam. Yes. Ilianza mwaka wa 2020 ambapo tulienda tukanunua ng'ombe wa maziwa. Yes. Na tukaanza what we call breeding farm. Sasa before najua muendee ng'ombe, sijui mlianza na structure, mlianza kuendea ng'ombe kwanza ama nini ilianza? Nini ilikuja kwanza? Kwanza tulianza na kujenga structures za ng'ombe, zikakuwa tayari. Yes. Tukajenga store za chakula, tukatayarisha chakula kwa shamba. Yes. Then ndio tukaenda tukanunua ng'ombe, tukaleta chakula ikiwa tayari. Hebu keti hapo tuweze kupiga hii story sasa vizuri ndio niweze kuelewa wakati mliweza kwenda kuchagua mlichagua vipi? Na unajua farms mingi zenye ziko na ng'ombe. So mliweza kuchagua aje huyu ni ng'ombe mzuri, huyu ni ng'ombe mzuri, huyu ni ng'ombe mzuri na kuna challenges zenye mlipatana nazo? Yes, nitakujibu na kukwambia kwamba kwanza tuli-identify zile farm zinasikika ama zinajulikana. All over the country tumetafuta ng'ombe from Mukurweni, tumetafuta Kiambu, tumetafuta Meru, tumetafuta Laikipia. Tukakuja tukakusanya tukaleta hapa. Hiyo wakati wa kutafuta ng'ombe tulikuwa na daktari wetu ambaye pia tulikuwa tunafuatana naye ndio kueleza hii ng'ombe kama ni mbrindi mzuri ama si mzuri. Yes. Tukanjua structures inafaa ikuwe na upana unakaa hivi ndio ng'ombe akuwe comfort. Yes. And then tukatafuta mtaalamu ambaye alitujengea zizi la ng'ombe. Umeenda umemleta huyu ng'ombe, utamwanzia vipi ili uanze kwanza tuanze na malazi yake, vile anakunywa maji? Hapa Laikipia ni mahali kuna ukame. Kitu ya kwanza ambayo tulianzia nayo ni kutafuta jinsi ya kupata maji. Tuko na maji hapa ya kutosha ambayo inawezesha hizi ng'ombe kuwa na maji kila wakati. Kitu ya pili ni huku ni mahali kuna ukame, kwa hivyo kupanda majani ama kupata majani ya ng'ombe unakuta ni shinda. So tulienda tukatafuta shamba mahali, tukalima mahindi ya kutosha ambayo tunatumia kama lishe ya hizi ng'ombe.
Kwa hivyo kama ni wakati wa kiangazi, kama ni wakati wa mvua, ng'ombe haenjoy hiyo mambo, kwa sababu kila wakati iko na lishe ya kutosha. Kitu ingine ni kwamba malazi mahali ng'ombe zinalala inaangaliwa vizuri, kwamba ng'ombe yako kwa comfort na ana stress zozote ambazo zinauzikana na mahali ng'ombe ambaye amelala. Mtu anabeba kutoka hapa Nanyuki ng'ombe anapeleka Nyahururu. Unapata ikifika Nyahururu baridi ni mingi. Mtawezaje ku make sure kwamba yule ng'ombe ambaye mlitoa upande tofauti ameweza kuingiana na hiyo condition ama weather condition ya hiyo mahali ambapo umepeleka? Kwa wale wengi ambao wanaanza mashamba uangalia kwamba wanachukua ng'ombe wakiwa wachanga, wakiwa si wale ng'ombe wamekomaa sana. Kwa hivyo kama unachukua ng'ombe mwenye ako na mimba, yani anjeweza kuzaa, ni rahisi sana kuenda kuadopt to a new environment. Lakini pia hiyo jinsi yote uchukua muda kwa ng'ombe kuadopt to a new environment. Ile kitu ya maana sana ya kuangalia other than climatic condition ni nini aswa ng'ombe anakula kule, so that asikuja akabadilika, unjue nini unafaa kumfanyia kinja huku, so that health yake ikue sawa sawa. Nimeimagine kama hawa ng'ombe what rate ambao mtu anaweza endea nayo ni pesa, si pesa kidogo, kwa sababu nasikia ni kutoka around 100 to almost 200,000-300,000. Yeah, really. It's a risky business. Yeah. Utawezaje kujikinga ya kwamba usimulete akaja akufe, umulete akiwa kwa barabara usikie accident imehappen, yule ng'ombe ameteleza, amevunjika mguu, umemleta huku amekosa kuadapt, amekufa. Utawezaje kumjikinga namna gani? Kwa kweli wakati tuliendea ng'ombe, Yes, kwamba kwanza magari yote yenye ilikuwa inaendea ng'ombe ilikuwa insured ama ilikuwa na insurance. Ng'ombe wakati zilifika hapa, tulizienda tukazichukulia insurance ya CIC ambayo premium zake ama malipo yake ni nafuu kwa mkulima kama sisi. Ni juhudi ya kila mkulima aweke bima kwa ng'ombe, sababu ile kitu unachanjiwa ama ile malipo unalipa ni malipo kidogo sana ukilinganisha na bei ya ile ng'ombe. Hao ng'ombe wangu wengi nimewekea nimewavalue around 250,000, meaning nikipoteza ng'ombe moja naweza kuwa nimepoteza pesa mingi. Kwa hivyo inabidi tuwachukulie bima na ambayo tunalipa kiwango cha chini sana, kwa ambayo mkulima yoyote mwenye anauza maziwa anaweza afford kulipia ng'ombe, na unalipa kwa mwaka. Ili tuweze kujua vile unafaa kuangalia ng'ombe wako, ili tujue kwamba yule ng'ombe umeweza kumtunza vile inavyofaa, ni mambo kama yapi ambayo unaweza angalia? Maybe kama usafi, maybe kama wakati wa kumtoa. Unaona, nikiangalia kama sasa hakuna ng'ombe naona yuko na kupe hapa. Tunalima mahindi ambayo tunatengeneza silage. Tunalima nyasi pia, what we call the bomalons. Hiyo majani yote huwa tunachanganya pamoja, tunalisha hao ng'ombe na tunahakikisha kwamba tumemwekea dairy meal ya kutosha. Ile njia nyingine ya kuhakikisha kwamba ng'ombe yako mahali safi na anakuwa healthy ni kwamba wakati tunamkamua ng'ombe kule, kama umeangalia, si atupei unga tunahakikisha ng'ombe anakuta ikiwa tayari wakati anatoka kukamuliwa. Hiyo inazuia ng'ombe asikuja akakuja kulala. So ng'ombe akitoka kukamuliwa anakuta tayari chakula yake iko tayari, anakula, anaspend maybe an hour or 30 minutes hapo. Hiyo inahakikisha kwamba ng'ombe haendi pale kulala direct, ndio kiwele ya ng'ombe isiingie zile bakteria ambazo zinaweza ingia wakati ametoka direct kukamuliwa. Yeah. Nasikia hiyo maneno iko sawa, shikilia hapo. Sasa ndirenda mwiroreri nigenda tuve tuikirie, nigenda tugicokereria ri tuko tukimenya atiriri hihi nayo mirimu ri megwikate ya kwigitira nayo, tondu ng'ombe ici ungicirora taru ino i haha ni ng'ombe nene piu na ni ng'ombe thaka muno makiria, ndakwira ino i haha riu taru yegekeire kuruma twara aya kiharuma twakiria